Katika moyo wa mji wenye shughuli nyingi wa kijiji cha Maua, katikati ya milima yenye kupendeza na mandhari nzuri, aliishi mwanamke aitwaye Zahara. Anajulikana kwa uzuri wake wa kipekee na ustadi wake wa kupika. Zahara alikuwa na mgahawa mdogo uliovutia wateja kutoka vijiji na miji ya mbali. Vyombo vyake vilivyojaa ladha na harufu nzuri vilikuwa gumzo la eneo hilo na kufanya mgahawa wake kuwa mahali pa kula panapotafutwa sana. Safari ya Zahara katika ulimwengu wa upishi ilianzia kwa unyenyekevu. Alifiwa na wazazi wake akiwa na umri mdogo. Alijifunza kupika kutoka kwa bibi yake, ambaye alimfundisha mapishi ya jadi na siri za kuchanganya viungo. Kwa urithi mdogo, Zahara alianzisha kibanda cha chakula katika soko kuu la mji. Kipaji chake cha asili na kujitolea kwake vilimtofautisha haraka, na habari zilipoenea, kibanda chake kilikuwa mgahawa mzuri uliopambwa na vitambaa vya rangi na michoro ya mbao yenye nakshi. Mandhari ya mgahawa wa Zahara ilikuwa ya kuvutia kama vyakula vyake. Taa zilizotoa mwanga wa joto wakati wa jioni, na hewa ilikuwa imejaa harufu nzuri ya mchuzi unaochemka na mkate mpya uliookwa. Wanamuziki mara nyingi walipiga melodi za jadi, kuongeza uzoefu wa kula na kufanya kuwa kimbilio kwa wale wanaotafuta chakula cha faraja. Umaarufu wa Zahara uliongezeka. Ndivyo ilivyokuwa kwa kipindi ambacho akiwa anapika mahali pale. Wauzaji wa chakula wanaoshindana na hata wapishi wenye uzoefu hawakuweza kuelewa jinsi vyakula vyake vilikuwa na ladha ya kina kihivyo. Wengine walihusisha na uzuri wake, wakiamini kwamba neema na haiba yake kwa namna fulani zilitia uchawi kwenye chakula chake. Wengine walidhani kuhusu viungo adimu au mbinu za mababu zilizopitishwa kwa vizazi. Miongoni mwa wadadisi alikuwa Amina, muuzaji mwenzake wa chakula ambaye biashara yake ilikuwa imeathiriwa tangu kuibuka kwa Zahara. Akiwa na nia ya kugundua siri ya nyuma ya mafanikio ya Zahara, Amina alibuni mpango. Akijifanya kuwa msafiri kutoka kijiji cha mbali, alimtembelea mgahawa wa Zahara akiwa na nia ya kuchunguza na kujifunza. Jioni moja, jua lilipokuwa linazama na mgahawa ukiwa na wateja wengi, Amina alichukua kiti kwenye kona yenye mwanga hafifu. Aliagiza aina mbalimbali za vyakula, kila kimoja kitamu zaidi ya kuliko kingine. Alipokuwa akifurahia ladha hizo, macho yake yalikuwa yakimfuatilia Zahara kila hatua kwa siri. Masaa yalipita na idadi ya watu ilipungua. Amina aliona Zahara akielekea jikoni. Akichukua fursa hiyo, alimfuata kimya kimya, akiwa makini kutoonekana. Akiangalia kupitia pengo dogo mlangoni, macho ya Amina yalipanuka kwa mshtuko. Mbele ya Zahara kulikuwa na aina mbalimbali za viungo, lakini miongoni mwao kulikuwa na vitu vilivyomfanya Amina atetemeke. Alimwona Zahara kwa umakini mkubwa, akiongeza matone machache ya kitomvu chekundu kwenye sufuria inayochemka. Moyo wa Amina ulipiga haraka alipotambua ukweli wa kutisha. Zahara alikuwa akitumia damu yake ya hedhi kama kiungo cha siri. Ugunduzi wa Amina ulimwacha akiwa na hofu na mkanganyiko. Alijikuta akibeba mzigo wa siri hiyo, akihisi hatia na wasiwasi kuhusu athari zake kwa jamii. Hata hivyo, uzito wa siri hiyo ulikuwa mzito sana, na aliamua kumweleza rafiki yake wa karibu, akimwapisha kutokutoa siri hiyo. Lakini siri kama kawaida zina njia ya kuenea. Minong'ono ilijaa hewani, na hivi karibuni mji mzima ulikuwa na habari za uvumi kuhusu mbinu zisizo za kawaida za upishi wa Zahara. Wateja walipungua na mgahawa ulikuwa unastawi ukawa kivuli cha zamani. Wazee wa mji walipomkabidhi Zahara, hakukataa mashtaka. Alieleza kwamba alikuwa amefundishwa mbinu za kale zinazodhaniwa kuipa chakula uhai na mvuto. Katika jitihada zake za kuheshimu mila,
na kuinua viwango vya chakula vyake, alikuwa bila kujua amevuka mipaka ambayo ulimwengu wa kisasa usingeweza kukubali. Wazee wakiwa na jukumu la kudumisha maadili ya jamii, hakukuwa na chaguo ila kumfukuza Zahara. Akiwa na moyo mzito, alipakia mali zake na kuondoka kwenye mji aliouita nyumbani. Miaka ilipita na kijiji cha Maua pole pole kilirudi kwenye hali yake ya kawaida. Wauzaji wapya wa chakula walijitokeza na maisha yaliendelea. Hata hivyo, kumbukumbu za Zahara zilibaki, zikikumbusha mipaka nyembamba katika mila na mwiko. Zahara akiwa uhamishoni, alianza safari ya kutafakari na ukombozi. Alitafuta wenye hekima na waganga, akijifunza kuhusu mipaka ya kimaadili ya mbinu za kale. Akiwa na nia mpya, alikaa katika kijiji cha mbali ambako alianzisha mgahawa mpya. Safari hii vyakula vyake vilitengenezwa kwa usafi na heshima bila kutumia mbinu za zamani. Habari za ustadi wake wa upishi zilisambaa tena, lakini safari hii ziliambatana na hadithi za hekima na unyenyekevu. Zahara alikuwa amejifunza kwamba uchawi wa kweli katika kupika hauji kutoka kwa viungo vya siri, bali kutoka kwa upendo na uadilifu unaowekwa katika kila sahani. Hadithi ya Zahara inatufundisha kwamba kutokuwa na tamaa ya kupata fedha kwa kutumia njia za udanganyifu. Kama hivyo, kupika chakula kwa kutumia viungo ambavyo havistahili kwa binadamu. Basi, hata wewe ukiwa unaenda katika kutafuta chakula chako, kama huwezi kupika nyumbani, usiende tu katika kila mgahawa wote unaouona mbele yako. Mgahawa ambao unasifika sana, huwezi kujua ni mbinu gani wanatumia kuvutia wateja wengi. Basi, chunguza na ili uweze kujua kama ni wanatumia vifaa vya usafi vizuri vinavyotumika ama wanatumia mbinu mbadala. Na basi ikishindikana kabisa, pika chakula chako nyumbani. Sio lazima kila mara wewe ni mtu wa kula mgahawani, mtu wa kula kwa mama ntilie na mtu wa kula hotelini. Jaribu kupika chakula chako mwenyewe nyumbani kwa usafi. Basi tumejifunza kwamba sio kila unachokiona king'aacho ni dhahabu, vingine sio dhahabu. Basi katika hadithi hii tunajifunza mambo mengi sana. Tunapokuwa katika mitaa yetu, katika miji yetu, basi tuweze kutafakari sana sehemu zile ambazo tunakwenda kununua vyakula. Sio kila sehemu unayoiona ni sehemu ya kuuza chakula unapaswa kwenda kula pale. Jiulize na fanya uchunguzi kabla hujafanya hivyo. Ikishindikana kabisa, sio lazima ule barabarani. Pika chakula chako, weka kwenye kontena, nenda nacho ofisini. Fanya hivyo, au kama hutaweza pia kabisa, hakikisha unajua ile sehemu kweli ni sehemu salama kwa ajili ya afya yako. Kwa sababu watu wengine wanapata umaarufu na kuvutia wateja wengi, kumbe nyuma ya pazia wanatumia vitu ambavyo havistahili kwenye afya yetu. Basi asanteni sana kwa kusikiliza. Kama umefika mwisho wa hadithi hii, tunaomba ufanye kutuachia maoni yako, pia ulike na kushare na watu wengine ili nao waweze kujifunza katika hadithi zetu. Basi tukutane katika hadithi zijazo na tusisahau kusubscribe katika channel yetu. Asanteni.